Hivi ni sahihi mwanachuo kujihusisha na mahusiano? Ya, ni sahihi. Kwa nini sasa? Naona umejibu kwa ukishusha na tabasamu kabisa. Hebu niambie. Maana umenipa changamoto nyingi za maisha. Tupe na changamoto za kwenye mahusiano pia. Na ni sahihi kwa sababu gani? Ni sahihi kwa sababu ukiangalia wanachuo wengi tayari ni watu wazima. Ndio maana ikaitwa elimu ya watu wazima. Ni watu wazima na ndio maana ikaitwa elimu ya watu wazima. Na watu wazima kuna vitu ambavyo wafanya vya kiutu uzima. Kwa hiyo watu wengi sana chuoni wanaojihusisha kwenye mahusiano ni wengi, japokuwa sio wote. Kuna wengine baadhi hawajihusishi. Sasa inategemeana na uhusiano lako ulilonalo litakupeleka vipi. Je, litakupeleka shimoni au litakupeleka usimame imara? Lakini watu wengi kwa kwenye mahusiano kidogo kuna baadhi ya vitu unapunguza. Kuna baadhi ya vitu unapunguza kama stressi na nini vitu vingi tu sana unapunguza. Kwa hiyo na washauri ukitaka, lakini ni upendeleo wako. Ukitaka uende, ukitaka usiende. Kikubwa tu. Kwani mwanachuo anaruhusiwa kuoa akiwa chuo au baada ya chuo? Mwanachuo anaruhusiwa kuoa au kuolewa akiwa chuo. Na anaruhusiwa hata kuja chuoni akiwa na ujauzito au akiwa na mtoto, anaruhusiwa tu. Kikubwa mtoto wake au ujauzito wake usidisturb wengine. Kwa hiyo hicho kinaruhusiwa kabisa. Ndio maana nikasema kwamba mahusiano yanaruhusiwa, na kama kijana binti unataka kujiingiza huko, basi kikubwa tu tafute mtu sahihi, umwangalie pande zote na ujiingize huko. Lakini ukiona haina umuhimu au haina maana, kwa sababu ni miaka mitatu, miaka mitatu sio mingi. Umesoma toka la kwanza, umemaliza form 6, kama ulikuwa hujawahi kujiengage huko, kwa nini miaka mitatu ujiengage? Unaweza kakausha tu miaka mitatu ikaisha, then ukaingia mtaani kuendelea. Wewe binafsi ulishawahi kujiengage miaka mingapi? Mimi sijawahi. Mahusiano ukiwa chuo? Sijawahi mimi. Hujawahi au unaogopa kamera? Sijawahi. Yeye anasema hajawahi. Sasa sijajua kama ni kweli au si kweli, lakini tumalizie tu na ushauri na kuwatia motisha wanachuo wale ambao wanatarajia kwenda. Ikiwa wewe ushahitimu tayari, jaribu kuwapa ile picha halisi na kuwashauri ni kitu gani natakiwa wasikosee kabisa wakiwa chuo. Kitu cha kwanza, kama jinsi ambavyo nilisema nyuma kwamba lazima ujue hali yako, hali yenu ya nyumbani, kwamba mpo katika level gani ya maisha au ya kipato. Umeona, ukijua hilo litakusaidia ujue jinsi gani ya kubalance kiasi chako cha pesa unachotumiwa au unachopewa na wazazi au unachopewa na bodi ya mkopo. Umeona? Kwa sababu kuna baadhi ya wazazi wakishajua tu mtoto wangu ana mkopo wa serikali, basi hilo limeisha kwao. Wenyewe akikupigia tu simu ni kukusalimia na mambo mengine imeisha. Kwa hiyo lazima ujue kwanza hali yenu ya nyumbani. Lakini kingine lazima ujue kwamba chuo kikuu unaenda kusoma. Yaani mbali kama tulivyosema starehe, mahusiano, hivyo ni vitu vya addition tu ambavyo kwa mwili wa binadamu vitakuhitaji ufanye hivyo, lakini unaweza kuvizuia au unaweza kuvikubali. Kwa hiyo kikubwa kingine cha kutambua kwamba ni kujua chuo kikuu unaenda kusoma kama ulivyokuwa unasoma advance, kama ulivyokuwa unasoma O level, kama ulivyokuwa unasoma huko nyuma. Maana hicho pia atakiwa aweke akilini, asiweke akilini kwamba chuo kikuu starehe na nini. Lakini chuo kikuu, kitu kingine ambacho nawashauri wale ambao wanatarajia au wanapenda kwenda ni kwamba lazima uishi real, yani lazima uishi maisha yako ya kweli. Ukifika kule ukikutana na rafiki anasuka, kama ulikuwa usuki basi haina haja ya kusuka. Kama anavaa suruali wewe ulikuwa unavaa sketi, basi haina haja ya kuvaa wewe suruali. Kwa hiyo lazima uishi maisha yako yale ambayo ulikuwa unayaishi. Hiyo itakusaidia cha kwanza kujipa kujipa thamani wewe kama wewe, lakini kufikia kile ambacho ulikuwa umetaka kwenda kukifikia. Huyo ni Mr. Baraka amemaliza kwa style, lakini mimi sitaki nimwache hivi, labda nikimaliza na swali langu moja. Labda sasa ungepewa nafasi ya kufuta kitu ambacho ulikifanya chuoni, yaani hiki bana mimi sitaki kabisa yani hata kitokee, ungefuta kitu gani? Cha kwanza ningefuta kozi ambayo nimesoma. Ningefuta kabisa. Hicho ndio cha kwanza ambacho ningekifuta. Lakini kingine ambacho ningekifuta, ningefuta maisha yangu ya mwanzo ambapo kipindi naingia chuo. Nilipitia maisha magumu sana kama jinsi ambavyo nilielezea. Hicho kipande pia ningekifuta, nianzie mbele kidogo. Okay, naam, mtazamaji wa FMW TV, fikra na maisha ya wanachuo, tunamaliza kwa staili hiyo. Mimi ni Swaz Master. Usisahau
kusubscribe, kucomment na kulike na kushare. Asante bwana.